Upendo wa Yesu, upendo wa ajabu. Anipenda, anipenda, anipenda Yesu, anipenda, anipenda, anipenda Yesu. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Ni wakati mwingine tena tunakukaribisha Love of Jesus Center, udhihirisho wa upendo wa Yesu, na hii ni saa ya upendo wa Yesu. Karibu sana wewe ambaye unatufuatilia Love of Jesus Center, na tunakukaribisha, karibu sana. Na siku ya leo ni siku muhimu sana, na tunaendelea na somo ambalo tulilianza, na leo tuko katika sehemu ya 3 na tunaendelea na imani ya kuhamisha milima. Somo letu ambalo tunaendelea nalo ni imani ya kuhamisha milima, na siku ya leo tunaendelea kwenye kipengele muhimu sana, sehemu muhimu sana ya ni jinsi gani ya kuhamisha milima. Na tulijifunza hapo mwanzo nini maana ya imani, tulijifunza nini maana ya milima, na leo tunaendelea jinsi ya kuhamisha milima. Sasa moja kwa moja tunaenda kwenye somo letu na tunaenda kusoma neno la Mungu. Tusome kitabu cha Marko 11:23 mpaka 24. Neno la Mungu linasema, amini nawaambia, yoyote atakayewaambia mlima huu ng'oka ukatupwe baharini, wala asione shaka moyoni mwake, ila aamini kwamba hayo asemayo yametukia. Pigia mstari hapo, hayo ayasemayo yametukia na yatakuwa yake. 24. Kwa sababu hiyo nawaambia, yoyote mtakayoyaomba mkisali, aminini kwamba mnayapokea, nayo yatakuwa yenu. Haleluya. Sasa leo tukiwa tunaendelea kwamba ni jinsi gani nitaweza kuhamisha milima, nitaweza kuapply hii imani ya kuhamisha milima. Tunapozungumzia ni jinsi gani sasa mimi muamini nitaweza kuapply ile imani, nitaweza kuapply sasa, nitakaweza kuhamisha ile milima, nitaweza kuhamisha ile changamoto, nitaweza kuhamisha vile vitu ambavyo vinanikabili katika maisha ya kila siku, kwa sababu Mungu anasema watu wangu wataishi kwa imani, na pasipo imani hatuwezi kumpendeza. Sasa tumesoma kitabu cha Marko 11 ambapo Yesu anawaambia wanafunzi wake, yoyote atakayewaambia mlima huu ng'oka ukatupwe baharini, basi asione shaka moyoni mwake, aamini kwamba hayo ambayo ameyasema yametukia, hayo ambayo ameyasema yametukia, nayo yatakuwa ya kwake. Sasa leo tunaenda kuangalia jinsi ya kufanya, jinsi ya kuhamisha milima. Jambo la kwanza ni nguvu ya matamko, nguvu ya kusema. Haleluya. Nguvu ya kusema, nguvu ya maneno. Maanake anasema yoyote atakayowaambia. Kwa hiyo ili mlima uweze kung'oka, ili changamoto ziweze kuondoka, zinatakiwa kuambiwa, kwa sababu hizo changamoto zina masikio, hizo changamoto zina roho, hayo matatizo yana roho, yanasikia. Kwa hiyo yanahitaji kuambiwa, na ndio maana Yesu akasema yoyote atakayewaambia mlima huu, atakaosema. Kwa hiyo ni nguvu ya matamko, nguvu ya kusema, nguvu ya kuzungumza, nguvu ya kinywa, nguvu ya maneno. Haleluya. Kwa hiyo utahamisha milima kutokana na kile ambacho utakisema, kile ambacho utakitamka. Utakachokitamka kitatoa nguvu, kwa sababu maneno ambayo tunayatoa, maneno yetu ni nini? Ni roho. Haleluya. Sasa Yesu anasema yoyote, amini nawaambia, yoyote atakayewaambia mlima huu ng'oka ukatupwe baharini, wala asione shaka moyoni mwake, ila aamini. Kwa hiyo anasema usione shaka, uamini kwamba imetokea na usione shaka. Sasa kuna mambo manne ambayo yatakusaidia wewe ambayo unataka kufanya matamko, unataka kufanya declaration, unataka kuzungumza na mlima, unataka kusema kwa habari ya changamoto, kuiondoa.
kuna mambo manne ya msingi na ni mazuri ambayo yatakuongoza sasa, yatakupa mwongozo ni jinsi gani utaweza kuzungumza na mlima wako. Na sijajua una mlima gani, ni sijajua ni jambo gani ambalo linakukabili, lakini hilo jambo unaweza ukazungumza nalo kwa sababu lina roho ndani yake. Kila kitu tunachokiona kimeanzia katika ulimwengu wa roho. Mambo yote unayoona, ulimwengu huu umeumbwa na neno, umeumbwa na maneno, na kwa sababu kuna nguvu katika yale maneno ambayo tunayasema. Sasa nataka nikuoneshe mambo manne ya msingi ambayo yatakuwezesha wewe kuweza kufanya matamko na kuweza kuona matokeo. Jambo la kwanza, kila unachokitamka, kwa sababu ni roho, unatakiwa utamke sawasawa na neno la Mungu. Yaani mlima wowote ambao unataka kuuhamisha, unataka kuuambia, changamoto zote unataka kuziambia, zinatakiwa ziambatane na neno la Mungu. Kwa sababu gani? Kwa sababu kwenye neno la Mungu kuna nguvu. Biblia inasema neno la Mungu kwenye kitabu cha Waebrania 4:12 wanasema Mungu, neno la Mungu li hai, tena lina nguvu, tena likali kuliko upanga wao wote ukatao kuwili, ni linakata, lina nguvu. Kwa hiyo sasa, ili matamko yako yawe na nguvu, yanatakiwa yawe na backup, yanatakiwa yawe yameambatana na neno la Mungu. Tusome Waebrania 4:12. Haleluya. Neno linasema hivi, maana neno la Mungu li hai. Kwa hiyo lina uhai. Kwa hiyo kwa maana nyingine, unapoambia, unaposema kwa habari ile changamoto, unaposema kwa habari ya ule mlima, ule mlima unatakiwa uambiwe kwa neno la Mungu. Kwa sababu neno la Mungu ni nini? Neno la Mungu li hai, tena lina nguvu. Anasema hivi 12, maana neno la Mungu li hai, tena lina nguvu, tena lina ukali kuliko upanga wao wote ukatao kuwili, tena la choma hata kuzigawa nafsi na roho. Kwa hiyo linagawa nafsi, roho, linagawa na viungo. Tena ni jepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Ni jepesi kutambua mawazo na makusudi, kutambua makusudi, chochote ambacho kipo pale. Neno la Mungu linatambua, neno la Mungu lina nguvu, neno la Mungu linakata. Kwa hiyo chochote unachokisema, hali yoyote unayopitia, changamoto yoyote unayopitia, inatakiwa useme neno la Mungu, sio useme maneno yako. Sema ile changamoto kwa habari ya neno. Tulijifunza hapo kuhusiana na kitabu cha Ezekieli. Ezekieli anaambiwa hivi, uambie ule mlima. Ezekieli 36, ukisoma ile moja pale, soma mpaka 7. Anaambiwa uambie ule mlima. Kwa hiyo kumbe uambie mlima, unaambiwa neno la Mungu. Unaambiwa changamoto yoyote, inaambiwa neno la Mungu. Kama umeona sehemu kuna hatari, sema neno. Sema kila silaha, Isaya 54:17, itakayofanyika haitafanikiwa. Silaha yoyote ya uharibifu, silaha yoyote ambayo imefanyika, silaha yoyote inafanyika sirini, silaha yoyote iliyopangwa, vikao vyote vilivyopangwa dhidi yangu, na silaha zao zote hazitofanikiwa, hazitofanikiwa. Ninabatilisha. Kwa hiyo unazungumza na ile hali, unazungumza, unasema. Kwa hiyo unachozungumza, silaha yako ipo kwenye neno la Mungu. Kile unachokisema kinatakiwa kiendane na neno la Mungu, sio maneno yako. Haleluya. Unasema vikao vyote ambavyo vimefanyika sirini, vimefanyika sirini, mipango yote ambayo imefanyika sirini, kama Mungu aishivyo, havitafanikiwa. Unavitamkia. Kila pando walilolipanda, pando lote halitokuwa, halitosimama. Neno lolote walilolisema halitokuwa, halitosimama. Haleluya. Kwa hiyo jambo la kwanza ni kusema sawasawa na neno la Mungu. Jambo la pili litakusaidia sana unapofanya matamko yako. Ni nini unakitamka unapokuwa mwenyewe? Yaani unapokuwa mwenyewe ni nini unakitamka? Kwa sababu ukisoma Isaya 55:11, neno la Mungu linasema kwamba neno la Mungu huwa ni kama mvua, linakuja kutimiza lile ambalo limekusudiwa. Sasa
unapokuwa mwenyewe ni nini ambacho unakizungumza. Haleluya! Kwa sababu kuna tofauti ya ukiwa kanisani, unaweza ukawa kanisani ukiwa na watu kanisa, labda kwenye maombi, kuna vitu unaweza ukazungumza, unahamisha milima. Baba, katika jina la Yesu ninang'oa uharibifu wowote, magonjwa, chochote unachokisema uko na watu. Swala hili la pili ambalo ni muhimu, linakutaka wewe utamke. Unapokuwa mwenyewe unatakiwa uendelee kutamka sawasawa na neno. Yaani kuna mazingira ya kuwa mwenyewe, kuna mazingira ya kuwa kwenye ibada. Upo kwenye ibada, mmeabudu, umeongozwa, umesema. Ni nini unachokisema unapokuwa mwenyewe? Kwa maana nyingine hivi, kile unachokisema ukiwa mwenyewe kina umuhimu sana. Mazingira ambayo unakutana nayo ukiyasema wakati uko mwenyewe yana muhimu sana. Na kama pointi ya kwanza ya msingi niliyosema kwamba unachokisema unatakiwa kusema kwa neno la Mungu, basi unapokuwa mwenyewe unatakiwa useme sawasawa na kile kitu ambacho unakiamini ndani yako, sawasawa na kile kitu ambacho kimeumbika ndani yako, lakini sawasawa na lile neno la Mungu, kwa sababu neno la Mungu halirudi bure. Some kitabu cha Isaya 55:11. Haleluya! Inasema hivi: ndivyo itakavyokuwa neno langu litokalo katika kinywa changu, halitanirudia bure, bali litatimiza mapenzi yangu, nalo litafanikiwa katika mambo yale niliyolituma. Kwa hiyo neno la Mungu halimrudii bure, linatimiza mapenzi yake na linafanikisha kile ambacho Mungu amekikusudia. Kwa hiyo kama ni neno ambalo limekusudiwa kwa habari ya afya, ukilisema wakati wewe mwenyewe, hilo neno halitarudi bure. Ni kama mvua, litaenda kutimiza kile ambacho kimekusudiwa. Haleluya! Kwa hiyo jambo la pili la kujiuliza, ni nini ambacho unakisema ukiwa mwenyewe? Yaani pale mfano uko umetoka sasa, uko chumbani mwenyewe, upo kwenye gari mwenyewe, upo kwenye daladala mwenyewe, upo kwenye bodaboda mwenyewe. Ni nini unachokisema? Je, kile unachokisema kina mwendelezo wa neno la Mungu? Kile unachokisema kina mwendelezo na kile unachokiamini? Kama ulitamka, ulikuwa nyumbani usiku unaomba, umetamka kwa habari ya kuhamisha milima, umetoka nje sasa, kile unachokisema, je, ni sawasawa na kile ambacho ulikuwa unakiomba? Je, ni sawasawa na kile ambacho kimesemwa kwenye neno lake? Je, ni sawasawa na neno la Mungu linavyosema? Haleluya! Sasa jambo lingine la muhimu sana, tumezungumzia kwamba matamko ni lazima yawe sawasawa na neno la Mungu. La pili, swala la kujiuliza ni nini unakisema pale ukiwa mwenyewe. Swala la tatu, jiulize ni nini unatamka pale ukiwa na watu wengine. Haleluya! Ukiwa na mwenyewe na ukiwa na situation uko na watu, ni vitu vinaendana. Kwa sababu angalia, kuna watu wengi, unajua hata mbingu zinashindwa kuelewa. Kuna wakati hata mbingu zinachanganyikiwa, yaani zinashindwa kuelewa. Malaika wanashindwa kuelewa. Nitolee mfano, labda ni kijana uko sirini, mmeongeza maombi, unasema Baba, ninaamini neno linasema si vyema mtu ukaa peke yake, bali utamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Sasa ukitoka uko na watu, sasa uko na watu wengine, alafu mtu anakuambia vipi bana, umejiandaaje na kuoa na harusi? Sasa neno utakalolisema linatakiwa liendane na kile ambacho nakiomba. Sasa utakuta mtu anaweza akawa anajichanganya, nasema bado nipo sana bana mimi hakuna siku hizi kuna kuoa. Sasa mbingu zinakushangaa kwa sababu neno ambalo ulilitamka ukiwa sirini linatakiwa liendane na neno ambalo unaliamini
ukiwa hadharani, na adui huwa anawasubiria watu. Ukiwa siri, baba utafanya njia mwaka huu, umesema Mungu utanitafutia msaidizi. Sasa ukija huku mtu anakuuliza vipi? Sasa issue inakuwa, je, kuna mwendelezo? Kwa sababu neno la Mungu cha kwanza tumesema, cha pili nini unakisema ukiwa mwenyewe, cha tatu nini unakisema ukiwa na watu wengine. Na adui huwa anakusubiria hapo, kwa sababu anajua tu, Biblia inasema adui ni mshtaki, na yupo kutushtaki mchana na usiku, yupo kutushtaki. Kwa hiyo na Biblia inasema tunafungwa na maneno yetu, na Biblia inasema uzima na mauti upo kwenye kinywa, kwenye nguvu ya nini? Ya ulimi. Twende tusome Mithali 18:21. Neno nasema hivi, mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi. Huwa katika uwezo wa ulimi. Sasa je, umeitwa? Nasema kuna maombi, wiki hii ni ya maombi. Angalia, nataka nikuoneshe nguvu ya mwendelezo. Na adui huwa anatafuta sehemu hii tu, anatafuta sehemu akushike, kwa sababu yeye ni mshtaki. Ukisoma kitabu cha Ufunuo 12 inazungumza yeye ni mshtaki wetu. Sasa anakusubiria. Umekuja kwenye maombi, unasema mwaka huu njoo na utambulisho wako, mwaka huu nataka kufanikiwa kwenye kazi za mikono yangu. Unakiri, unatamka pale kanisani, mnatamka kwa jina la Yesu, tunatamka, tunahamisha milima, tunafungua, kazi ni ya kwangu, biashara ni ya kwangu, ninaenda kumiliki, ninaenda kutawala. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe, amen. Ibada imeisha. Sasa swali linakuja, hilo swali la pili, mmeshatamka. Adui anasema huyu ngoja nimsubirie nje tu hapa. Ni nini utakisema sasa ukiwa na wengine? Umetoka hapo tu, upo kwenye daladala, unakutana na mtu, na adui anambia yule ni mshtaki. Yani anataka hapo hapo uwe kwenye daladala, anakuja mtu anakuambia vipi kijana, unaendeleaje? Mwaka huu unauonaje? Vipi shughuli unayoifanya unaionaje? Sasa anakutega, kwa sababu neno la Mungu linasema uzima na mauti vipo kwenye uweza wa ulimi. Kwa hiyo sasa adui anataka kuona, je, kwa sababu unaanza kupata jaribu hapo hapo, je, utakuwa na mwendelezo wa kile unachokiamini? Kile ambacho ulikisema sirini, hadharani utakisema hicho hicho? Unajikuta mtu anajichanganya, anasema mwaka mbovu sana, hakuna kitu, yani havisomeki. Adui anasema huyu ndo ameshasema hivi, havisomeki, kwa hiyo hakuna kitu. Wanafanya reference. Sasa kile ulichoongozwa kwenye matamko, kwenye maombi, ulivyokuwa kwenye maombi, unaanza kukipinga ukiwa kwenye gari, unaanza kukipinga ukiwa na watu wengine, unaanza kukipinga ukiwa umepanda bodaboda, unaanza kukipinga ukiwa kwenye bajaji, unaanza kukipinga ukiwa kwenye kusanyiko la watu. Unakataa. Na neno linasema yeye ni mshtaki. Kwa hiyo tamko hilo halina mwendelezo. Hebu ngoja tusome Ufunuo 12. Kuoneshe kitu hapa. Ile 12:10 anasema hivi, nasikia sauti kuu mbinguni ikisema, sasa kumekuwa wokovu na nguvu na ufalme wa Mungu wetu na mamlaka ya Kristo, kwa maana ametupwa chini mshtaki wa ndugu zetu. Huyo shetani huyo ametupwa chini. Biblia inasema mshtaki wa ndugu zetu, yeye awashtakie mbele za Mungu wetu mchana na usiku. Sasa anakushtaki. Tunazungumzia matamko, kuhamisha milima, tunazungumzia mwendelezo. Nini unachokisema sasa? Umeshatoka kanisani, umeshatoka kwenye maombi, na ndio watu wengi wao wanakwama hapa. Anatoka kwenye maombi, ameongozwa, amesoma, amesema, ametamka. Nini? Adui anakusubiria pale unapokuwa na watu wengine. Je, kile unachokitamka utakitamka sawasawa na ulichokiomba? Kile unachokitamka utakitamka sawasawa na neno la Mungu? Kile unachokitamka hadharani, sio sirini. Kile utakachokitamka hadharani, naye anakusubiria hadharani, ni mshtaki. Ufunuo 12:10 inasema yeye ni mshtaki, anamshtaki mchana na usiku. Kazi yake ni kushtaki, ni kukufuatilia, ni kukumonita. Haleluya. Sasa jiulize, ni nini unakitamka
unapokuwa na watu wengine. Kwa hiyo nguvu ya mwendelezo, unatakiwa kuwe na nguvu ya mwendelezo katika kutamka. Lakini jambo lingine ambacho ni kitu cha 4 ambacho kitakusaidia kwenye kutamka ni nini ambacho unakitamka pale ambapo hali inabadilika. Kwa hiyo kuna mazingira ya kutamka pale ambapo wapo watu wengine, lakini kuna nini ambacho utakitamka pale ambapo hali imebadilika ghafla. Dhoruba imekuja ghafla, mlima umetokea ghafla, mabadiliko yametokea ghafla. Ni nini ambacho utakisema? Ni nini ambacho utakitamka? Ni nini ambacho utakisema? Sasa adui, kwa sababu yule ni mshtaki, anaweza akaanza, umeanza kanisani, umeamini, umetamka, umetoa matamko yako, anakusubiria tu, nitamkuta hadharani. Hadharani anakuja mtu, kwa sababu anatumia mtu anakuuliza, unakataa. Kwa hiyo kitendo chako cha kukataa kinasitisha operesheni zote za kimbingu. Wale malaika ambao walikuwa wamewekwa, wameachiliwa kusababisha vile vitu vitokee, na wenyewe wanachanganyikiwa, wanashangaa, huyu vipi? Kwa nini wanachanganyikiwa? Kwa sababu yule adui anajua ninamshika huyu mtu kwa maneno. Mithali inasema unafungwa kwa maneno ya kinywa chako, na Mithali inasema kwamba ule uzima na mauti upo katika uweza, upo katika nguvu. Kwa hiyo ulimi wako una nguvu wa kusema uzima, wa kusema mauti. Kwa hiyo adui anasubiri sasa, huyu anasema nini? Ukisema mauti, operation za malaika zinakata pale pale. Sasa kunakuwa hakuna mwendelezo, unazichanganya, mbingu zinachanganyikiwa. Mbona huyu jamaa eleweki? Alivyokuwa kanisani anatamka, ametamka vingine sawa sawa neno la Mungu. Alivyokuwa ndani alikuwa sirini mwenyewe, ametamka vingine sawa sawa neno la Mungu. Alivyokuwa hadharani na watu, ametamka mauti, ametamka kinyume. Wanashindwa, wanashangaa. Sasa tufanyeje? Operation zinashindwa kuendelea za kimbingu kwa sababu hawaelewi. Sasa hivi huyu ameleta mauti, ametamka mauti, na kwa sababu kinywa chako kina nguvu, neno la Mungu ambao ulilisema hapa, unaanza kusema mauti, unaenda kinyume na kile neno linachokisema. Haleluya! Nikutie moyo sasa hivi wewe ambaye unafuatilia, nikwambie tu sasa hivi iko neema, wewe ambao umelisikia hili neno la Mungu, iko neema ambayo itakuwezesha sasa wewe kuwa na mwendelezo wa kile unachotamka. Na sasa hivi hakikisha, cha kwanza, ukiwa unatamka, cha kwanza tamka sawasawa neno la Mungu. Cha pili, hakikisha kile unachotamka sawasawa neno la Mungu unachokitamka sirini kiendane sawasawa neno la Mungu. Lakini cha tatu, kile unachotamka hadharani ukiwa na watu mwingine kinatakiwa kiwe na mwendelezo. Kile unachokitamka ukiwa sirini kwenye maombi kinatakiwa kiendane na kile ambacho unakitamka hadharani, kwa sababu yule mshtaki yupo anakusubiri hadharani, aangalia hadharani. Na ndio maana anaweza kuja mtu anakuambia tu kwa habari ya kile unachokinani, anakuambia wewe mwaka huu hivi utafanya biashara gani? Anasema huu mwaka mbaya. Tayari umetamka mauti. Wakati ulivyokuwa unatamka kanisani na ulivyokuwa unatamka wewe ukiwa peke yako, ulivyokuwa unatamka ukiwa kwenye maombi ni tofauti. Kwa hiyo adui anashika uzima na mauti vipo kwenye kinywa chake, na neno nasema unafungwa kwenye maneno ya kinywa chako. Hapo hapo anakuwa amekushika na amekuzuia. Lakini pale dhoruba unaweza kuwa umeshinda kwenye kusema hadharani, inasubiri dhoruba imetokea tu papa. Unasema nini katika dhoruba? Huo mlima unauambia nini? Hiyo changamoto unaiambia nini? Unaiambia sawasawa na neno la Mungu. Unatakiwa useme sawasawa na neno la Mungu. Haleluya! Mungu akubariki sana. Nataka niombe na wewe ambao unapitia changamoto mbalimbali. Nataka niombe na wewe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa ajili ya maisha ya huyu ambaye anafuatilia sasa hivi. Baba, ninaomba kila aina ya kikwazo, chochote ambacho kimefunga maneno yake, chochote ambacho kimezuia, Mungu ninaomba kwa ajili yake katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba rehema, yale maneno ambayo alikuwa anayasema katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninaomba umrehemu, na ninaomba Mungu uguse sasa, umuuishe kwa upya
ili yale anayoenda kuyasema akayaseme sawa sana neno lako, akiwa sirini akayaseme sawa sana neno lako, akiwa hadharani akayaseme na sawa sana neno lako, akiwa na watu wengine akiseme sawa sawa na neno lako, hata pale linapotokea dhuruba, hata pale linapotokea changamoto za ghafla. Baba, ninakushukuru kwa ajili yake, katika jina la Yesu Kristo. Natamka kibali juu yake, natamka uwezesho, natamka nguvu katika jina la Yesu Kristo, amen. Wewe ambao unataka kumpokea Kristo sasa hivi, ninaomba sasa urudia maneno haya. Sema, Bwana Yesu, ninakuja mbele zako, mimi ni mwenye dhambi, nimelisikia neno lako kwa habari ya maneno, na sasa hivi ninaamini kwamba wewe Kristo ulikufa, ukazikwa, ukafufuka, na sasa hivi uko hai. Karibu Bwana Yesu ndani yangu, ninakupokea wewe kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ongera sana kwa kuweza kuokoka. Unaweza ukapiga namba hii 0768 60 13 27, 0768 60 13 27. Mungu akubariki sana. Udhihirisho wa upendo wa Yesu. Upendo